anatoa command, na ile command ndipo unaona means to fulfill that task. Lakini 4 chapters before, hiyo ni promise of future realities. Lakini anapofuka ndipo sasa anaingia kwenye kwamba hiyo promise ili itekelezwe, anatoa means to fulfill. Ndio hiyo Mathayo 28 sasa. Kwa hivyo sio command. Microphone test, or you are testing the preacher? Hawa ni watu wazuri, hatujawaiga babaikana nao. Nadhani tunaenda vizuri. Kwa hivyo hii ni ahadi. Ni ahadi. Sasa unafahamuje kwamba ni ahadi? Ili niweze kuishi katika hiyo, fungua Biblia yako na tusome pamoja katika Mathayo sura ya 24 na mstari wa 33 na 34. Unajua tulieleza ya kwamba katika mafungu 96 Yesu akijibu yale maswali matatu alitumia mafungu 31 kujibu, na mafungu yaliyobaki kutoa tahadhari, watchfulness and faithfulness. Kwa hiyo inaonyesha majibu yote hayo, kinachohitajika ni kukesha na kuwa waaminifu. Ndio unaona Mathayo 25 anashughulika na uaminifu na kukesha. Wanawali 10, 5 wapumbavu, 5 werevu. Hapo anaeleza mstari wa 13, kesheni kwa kuwa mjui siku wala saa atakapokuja Bwana wetu. Na nini maana ya kuwa na busara katika kukesha? Hakikisha taa inawaka, na ili iwake ina mafuta, ambazo zote ni habari za neno, taa na mafuta, Roho Mtakatifu. Bila Roho Mtakatifu hakuna kukesha. Na unajua pale anazungumzia walikuwa wanasubiri bwana harusi. Kwa hiyo ni kama anasema kwako na mimi, kwa sababu Seventh Day Adventist inatokana neno la Kiingereza Advent. Advent ni kungojea, kusubiri aliye muhimu sana. Kwa hiyo Adventist maana yake wanangojea. Kwa hiyo Yesu alikuwa ana address watu wanaomsubiri. Watakuwepo wenye busara na wapumbavu, na kuna kuchelewa kuna kuwafanya wote wasinzi. Na kama kuna kielezo ambacho mpaka leo ninashindwa kuelewa, even the wise nashindwa kuelewa sana, kwamba nao watalala usingizi. Lakini kelele zikisikika bwana harusi anakuja, walio na busara watakuwa na mafuta ya akiba. Kwa hiyo anamalizia kesheni, kwa maana mjui. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ndiye tu anayetusaidia kukesha. Lakini kuanzia mstari wa 14 mpaka 30 ana explain the meaning to watch. Hiyo nini maana yake? Anaeleza ni kama mtu aliyetaka kusafiri, kaita watumishi, patia talanta 5, mwingine 2, mwingine 1. Akawaambia fanyeni mpaka nitakaporudi, fanya biashara. Baada ya muda akarudi, 5 akaleta faida 5, 2 akaleta faida 2. 1 akasema ndio ya kwako hii, maana wewe nilijua ni mtu mgumu, unavuna usichopanda, unakusanya usipotawanya. Response ya yule akasema hivi, ya mwenye mali, wewe ni mtumwa mwovu. Kama ulijua nina uwezo wa kufanya hivyo, ungeliwapa wanaoweza kufanya biashara, nami ningeipata iliyo yangu pamoja na riba. Alafu akasema huyu ni mtumwa mwovu na mvivu, mkamateni mtupe wapi? Kutakuwa na kilio na kusaga. Nini maana ya kesheni katika mstari wa 13? Wanaokesha ni wale wanaotumika. Nisikilize vizuri. Wale wanaotumika ni nani? Wale wanaomngojea Adventist, wale wanaosubiri marejeo. Wanasubiri wakifanya nini?
what are they doing while waiting? Ndicho anachokieleza. Na Yesu anachosema ni kwamba kila anayesema na msubiri Yesu amepewa talanta, amepewa namna ya kufanya, the means to go about hiyo great commission. Amepewa. Mtu yeyote anayesema nasubiri Yesu aje, Yesu anasema hivi, umepewa talent, kwamba ni 5, kwamba ni 2, kwamba ni 1. Tofauti itakuwa ni idadi, lakini kila mmoja amepewa. Na anayekesha ni nani? Ni yule anayetumika. Pale akabadilisha lugha, akasema mtumwa mwema na mwaminifu. Ndicho anachokieleza. Ulikuwa mwaminifu kwa machache, ingia katika furaha ya Bwana wako, takuweka katika mengi. Kwa hivyo kukesha kunaendana na uaminifu, faithfulness katika ku get involved. So get involved maana yake faithfulness. Hao ndio watakao ingia katika furaha ya Bwana wao. Kwa hiyo hapa anatupatia neno faithfulness. Akimaliza hapo anaingia mstari wa 31 mpaka 46 wa Mathayo 25. Hapa anasema atakapokuja Bwana mwenyewe atabagua kondoo mkono wa kulia, mbuzi mkono wa kushoto. Na anabaguaje? Na alikuwa na njaa, na alikuwa mgonjwa, na alikuwa kifungoni, na alikuwa mgeni, na alikuwa na kiu. Yani anaeleza huduma zinazofanywa kwa wanadamu wenzetu. Na Yesu anasema mlivyowatendea hao, mlinitendea nani? Mimi. Kwa hivyo hapa ndio tuliona siku ile, hiyo ni final judgment. Final judgment, wale watakao sema wameingia kwenye furaha ya Bwana ni wale waliotumika. Kwa hiyo huu mfano huu unaonyesha hukumu ya Mungu ya mwisho unajengwa kwenye get involved. Nasikiliza vizuri hapa. Na hapa anaeleza namna unavyoishi kama chumvi ya dunia, kama nuru ya ulimwengu. Ni pale unapoishi unawasaidia watu wajue, kama ni wagonjwa unawasaidia wajue Mungu anajali wagonjwa. Kama yuko gerezani, unapovisit na kuangalia mahitaji yake, unamsaidia kujua Mungu anajali waliofungwa. Unapokutana ambaye hana chakula, unatoa chakula, unawasaidia wajue Mungu wao ni mwema, anayejali maisha yao. Ikiwa ni mgeni, unapomkaribisha, unamhudumia, haumjui kwamba huyu ni church member ama huyu ni nani. You take care to the strangers. Na hiyo anaeleza kwamba wewe unakuwa umemkaribisha Yesu mwenyewe. Huduma zote unazitoa kwa wanadamu, you are doing it to Jesus himself. Na hicho ndicho anachokieleza mwisho. Akasema hivi, ninyi njoeni mliobarikiwa na Baba yangu, the blessed ones. Sio wale waliopata watoto, sio wale waliopanda cheo, sio wale ambao walipona ugonjwa walipokuwa wanaumwa, sio wale ambao Mungu aliingilia kati katika kesi zao mahakamani. The blessed ones are those who are really recipient of his grace, touching some people's life. Those are the real blessed ones. Mara nyingi watu nasema, nimebarikiwa. Hivi baraka tunayoimba yote hapa, hata wapagani wanayo. Kama ni swala la kuzaa, hata heathen wanazaa. Kama ni kupanda cheo, hata wapagani wanapanda cheo. Kama ni kuoa na kuolewa, hata wapagani wanafanya vivyo hivyo. Kama ni uchumi, hata wapagani vivyo hivyo. The blessed ones ni wale wanaofanya kazi ya Injili. Ni hayo mengine, hayo yote hayo hayawezi kuwa eti ndio baraka. Na ndio maana Mungu alimwambia Ibrahimu, nitabariki uzao wako. Na tulisoma ile jana kama sio juzi, ya kwamba kwa mujibu wa Galatians 3:9, 14 and 16, ile baraka aliambiwa Ibrahimu kama nyota, sio baraka ya kuzaa watoto wa kimwili, ilikuwa ni habari za Yesu Kristo, na watakaoamini watakuwa wengi kama mchanga wa bahari. Sio Isaka, haikuwa Yakobo wale uzao wake wa kimwili,
ilikuwa ni Wakristo watakaoamini kila ambacho Ibrahimu aliamini. Na wewe na mimi ni miongoni mwa wanaoalikwa kuwa sehemu ya nyota alizoonyeshwa Ibrahimu, watakao sema huyu ni Bwana wetu, tulimngoja atuokoe. Kwa hivyo waliobarikiwa na Mungu ni wale wanao get involved. Na nasema hivi wazi kabisa kwa sababu kanisa sio klabu ya starehe. Kanisa sio tuje tukae tustarehe. It's a militant church to further the good news. Kupitia vipawa na vipaji ulivyopewa, karama na talanta, yote anayefanya kazi ya Mungu, huyo ndiye aliyebarikiwa, na huyo ndiye atakayemlaki Yesu ajaye mara ya pili. Hao ndio kondoo. Wale ambao hawakufanya, anasema ondokeni mliolaaniwa na Baba yangu, kwa sababu I was hungry, you did nothing. Thirsty, you did nothing. Prison, you didn't come. Yani unajua, wewe unasikia jirani amekamatwa, amepelekwa kwenye prison, amehukumiwa, na wewe ni jirani. Huwezi funga safari siku za kuona walio wafungwa, to give him or her hope kwamba uko hapa jirani, but we are together and Jesus is taking care of you. Umpatie sabuni, umpatie hiki, alafu unasema eti mimi nasubiri Yesu aje mara ya pili. Haya maisha Mungu anataka tujue, vinginevyo itakuwa ni slogan hewa, akatatwendi popote. Yule ambaye ni askari hodari wa Yesu anahakikisha anawasaidia wakazi wa dunia wajue Mungu ni mwema. Mathayo 24, soma sasa mstari wa 33 na 34. How do you know this is the promise and not command? Inasema, nanyi kadhalika myaonapo hayo yote, tambueni ya kuwa yu karibu milangoni. Mnapoyaona hayo yote, utajua yuko karibu mlangoni. 34. Amin nawaambia, kizazi hiki hakitapita, this generation shall not pass, hata hayo yote yatakapotimia. Na mara nyingi mojawapo ninaweza nikabadilisha microphone au ni mimi tu ndio nasikia. Foni mitambo umesinzia, umeniacha. Mimi naona kuna miss vile. Si kama ni hii peke yake ama na hizo zingine, lakini anasema kizazi hiki hakitapita mpaka hayo yote yatimie. Na kwa kuwa alichosema Yesu, kuna njaa, kuna vita, kuna matetemeko, kuna magonjwa, kuna chuki, kuna mateso, kuna vifo. Halafu akayazungumza ile dhiki. Kuna ile ya wakati wa Roman Empire ya mwaka 70 ya kuanguka kwa Yerusalemu. Halafu kuna dhiki ya wakati nyakati 2.5 wakati 538 mpaka 1798. Halafu kuna ile inayotangulia ambayo tu inapokaribia mwisho nguvu za mbingu zinatikisika. Halafu ndipo ishara inaonekana ya mwana wa Adamu anakuja. Sasa watu wanasema kizazi hiki hakitapita, alimaanisha nini? Hivi Yesu ni mkweli ama ni muongo? Mbona walishakufa tangu miaka hiyo? Alimaanisha nini kusema kizazi hiki? Hilo neno kizazi hiki amelitaja ndani ya siku moja ya Jumanne. Mtu anaweza akasaidia mtoto, maana ibilisi anaweza kumtumia. Baada ya kusikiliza ukaconcentrate. Ibilisi ana vitu vingi sana. Na kitu ambacho unakiona kinafanyika Mathayo 24 mpaka 25 ni mazungumzo ya Yesu akijibu swali katika mlima wa Mzeituni.
na alikuwa ameketi, kwa mujibu wa Luka 13 nani Marko 13 mstari wa kwanza hadi wa 4, alikuwa ameketi na waliomuuliza hilo swali, Biblia inataja kwenye Marko alikuwa ni Yakobo, alikuwa ni Petro, alikuwa ni Andrea, alikuwa ni Yohana. Marko anawataja hao ndio waliouliza swali hilo. Lakini kuna mwanafunzi aliyeanzisha kwa kumuonyesha Yesu majengo ya hekalu, na Yesu akasema yatabomolewa yote, ila huyo aliyeanzisha hivyo hakutajwa. Ila waliouliza tuambie yatakuwa lini na nini dalili ya kuja kwako na mwisho wa dunia, wametajwa hao wanne: Yakobo, Yohana, Andrea na Petro. Ndivyo Marko anavyotutajia. Sasa na ilikuwa ni siku ya Jumanne, na siku ya Jumanne inaanzia Mathayo 25 kwenye Mathayo 21. Mathayo 21 Yesu anaingia hekaluni. Hiyo ni Mathayo 21 na mstari wa 23. Yesu anaingia wapi? Hekaluni. Mathayo 24 mstari wa kwanza, Yesu anatoka hekaluni, na ndipo swali linaulizwa na anaanza kujibu mpaka sura ya 25 mstari wa 46. Sura ya 26 mstari wa kwanza na wa pili, Biblia inasema alipomaliza kusema hayo, na hapo naomba uweze kusoma ili utuone ya kwamba kuanzia Mathayo 21 mstari wa 23 mpaka Mathayo 25 mstari wa 46 aliyazungumza yote hayo, aliyafanya siku moja hiyo ya Jumanne. Soma Mathayo 26 mstari wa kwanza na wa pili. Ikawa Yesu alipomaliza maneno hayo yote, ndio aliwaambia wanafunzi wake kwamba mnajua ya kuwa baada ya siku 2 itakuwa Pasaka, na mwana wa Adamu atasalitiwa na kufanywa nini? Sulubiwa. Hiyo ilikuwa ni siku ya Jumanne. Kwa hiyo baada ya kusema maswala hayo, sasa jua linazama, anamwambia bado siku 2, Jumatano na Alhamisi. Ijumaa atasulubiwa na atauawa. Kwa hiyo ndicho anachoeleza. Kwa hivyo kuanzia sura ya 21 mpaka sura ya 25 mstari wa 46 aliyasema siku ya Jumanne, na senta ya kuzungumza kwake kote kuanzia sura ya 21 mpaka sura ya 23 ilikuwa ni hekaluni, in the temple. Lakini kuanzia sura ya 24 anatoka sasa, anaenda Bethania. Jioni jua linaenda kuzama, anarudi Bethania ambayo ilikuwa ni kama kilomita 3 kutoka Yerusalemu. Kwa hiyo ndio wakati huo sasa ndio wanamuonyesha uzuri wa hekalu, na Yesu anaanza kujibu halitasalia jiwe ya jiwe. Wakamuuliza swali na Yesu akaanza kujibu mpaka 25 Mathayo 46. Alipomaliza maneno hayo akawaambia bado siku 2 mwana wa Adamu. Akamwambia kwanza ni Pasaka, kwa sababu Pasaka ilikuwa ni Ijumaa, na alafu ndio siku atakayokamatwa na kuuawa, kwa sababu yeye ndiye Pasaka na ndiye fulfillment. Na moja mpaka Mathayo 25 inahusu tukio la aina siku, mazungumzo ya siku moja, na anasema kizazi hiki hakitapita. Hapa kuna kitu tunahitaji kuelewa. Mathayo amenukuu Yesu akitaja mara 5 maneno haya, kizazi hiki, 5 times. Hii ilikuwa ndio ya mwisho, anaitaja siku ya Jumanne. Lakini kabla ya hapo semaje? Tuliwapigia filimbi wala hamkucheza. Hamchezi. Tunaomboleza wala hamkulia. Hamli. Maana Yohana alikuja hali wala hanywi. Alikuwa hali wala hanywi. Walisemaje? Yuna pepo. Kwamba Yohana ana mapepo. Mwana wa Adamu alikuja, Yesu akaja akila na kunywa, yeye akawa anakula. Wakasemaje? Mlafi huyu na mlevi, rafiki yao watoza ushuru na wenye dhambi. Yaani walipomkuta Yesu kwa watoza ushuru, huyu hawezi kuwa Masihi. Yesu anasema what kind of this generation. Kwa hiyo Yesu anachosema ni nini? Hii ni generation ambayo haisikii. You pipe out but they are not dancing. You mourn, they are not lamenting. Yani hii kizazi, they don't see, they don't hear.